Katika maisha kuna watu ambao ni wa muhimu sana na kuna watu ambao umuhimu wao ni wakati na kuna watu ambao sio wa muhimu kabisa. Tafiti nyingi zimeonyesha kwamba kuna namna ya kupanga marafiki ili kusaidia wewe kuwahendo na namna ya kuishi nao. Leo nitakufundisha njia ambazo ni 6 ambazo zitakusaidia wewe kuwahendo marafiki na namna ambavyo utawatumia kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Njia ya kwanza, unatakiwa ugundue marafiki ambao tunaita kwamba ni best friend forever. Best friend forever. Hawa ni marafiki ambao ni wa karibu sana, unatakiwa wajue kwenye maisha yako. Ni marafiki ambao wanakujua ndani na nje, wanajua siri zako, hata wewe uko tayari kumwambia chochote huyu mtu. Hawa mara nyingi watu tunaita best friend forever. Ni marafiki ambao uko tayari kushare changamoto zako na wao. Ni marafiki ambao wana uwezo wakakusaidia msaada wowote wakati wa shida. Ni marafiki ambao wanaweza kukupatia chochote, wako willing. Hata usiku wa manane ukiwa umeugua, ukimpigia simu yuko tayari kuja kukusaidia. Mara nyingi hawa watu tunasema kwamba uwaweke kwenye kundi ambalo linaitwa best friend forever. Hili kundi ndo mara nyingi watu tunasema kwamba ndo lina advantage kubwa sana. Unatakiwa wajue hawa watu, na nikupe zoezi kidogo. Uingie kwenye simu yako, uangalie mtu ambaye una uwezo wa kumpigia simu hata kama una shida, umebanana kabisa, anaweza kukusaidia. Huyo mtu unatakiwa umweke kwenye kundi la best friend forever. Na by the way, mara nyingi watu tunasema kwamba mfano wake inaweza ikawa ni wazazi wako, inaweza ikawa ni rafiki ambaye ni wa karibu sana, mmeshibana. Yani ni tunasema kwamba kwa lugha ya sasa ni vijana tunatumia kwamba ni mwana wa karibu mno. Mara nyingi watu tunasema ni best friend forever. Inaweza ikawa ni mke wako, mara nyingi watu tunaita ni best friend forever. Kwa lazima wajue. Kundi la pili ambalo unatakiwa ulijue kwenye namba zako zote za simu ambazo watu tunaita ni close friend. Hawa ni marafiki ambao ni wa karibu na mnaaminiana. Inaweza ikawa ni kibiashara, lakini wanaweza wasijue siri zako zingine baadhi. Hawa ni close friend forever, ni close friend. Wao ni wa karibu tu, lakini kuna siri ambazo wanaweza wasizifahamu kabisa, siri zinazohusu wewe. Na hawa watu mara nyingi na wenyewe wanatakiwa wajue ni watu ambao kwa muda fulani kuna baadhi ya changamoto unashare nao. Hawa tunaita ni close friend. Kuna muda fulani mnafanya biashara kwa pamoja, inaweza kawa ni partners. Hawa ni close friend. Kwa lazima unatakiwa na wenyewe wajue kwenye simu yako, waangalie kwenye namba zako, huyu mtu kweli ni close friend ni close friend. Lazima uanze kuidentify, uandike. Kuna rafiki mwingine ambao tunaita kwamba ambao ni kundi la 3. Mwenyewe unatakiwa wajue kwenye maisha yako, tunaita ni fun friend forever. Mara nyingi hawa ni fun friend. Mara nyingi watu tunasema ni marafiki wa burudani. Hawa ni marafiki ambao unakuwa nao kwenye maisha yako kwa ajili tu ya maburudisho. Inaweza ikawa ni kucheza draft, kunywa coffee pamoja, inaweza ikawa ni kuangalia mpira kwa pamoja. Hawa mara nyingi ni watu ambao unafahamiana nao kupitia burudani, na hawa tunaita ni fun friend. Lakini pia kuna watu ambao tunaita neighbors. Ni marafiki pia, ni majirani. Hawa watu ni wale watu ambao mnafahamiana, inaweza ikawa ni kazini, wafanyakazi wenzako. Mara nyingi watu tunaita ni neighbors, na wenyewe unatakiwa wafahamu. Kwa watu wote ambao unakutana nao katika mazingira ambayo ni ya kila siku, mara nyingi waweke kwenye kundi la neighbors, yani majirani. Inaweza ikawa ni kazini, inaweza ikawa ni kwenye mambo ya kijamii. Mara nyingi watu tunaita ni neighbors. Kuna marafiki, kundi jingine tunaita ambao ni kundi la 5, ni acquaintance. Ni watu unaofahamiana nao, sio watu unaowafahamu kwa undani sana, ila ni watu unaofahamiana nao. Inaweza ikawa ni mashuleni huko umefahamiana, inaweza ikawa ni sehemu yoyote unamfahamu. Na mara nyingi usichanganye hapa rafiki wa karibu na huyu ni mtu tu ambaye unamfahamu. Na kwenye namba zako za simu unatakiwa ujue kwamba huyu mtu ninamfahamu au tunafahamiana. Kuna utofauti hapo. Lakini pia kuna marafiki mwingine ambao unatakiwa uliweke, ni kundi la mwisho kabisa. Hawa ni kundi ambao unatakiwa ulizingatie sana. Kuna blacklist, orodha ya kuepuka. Kuna marafiki ambao unatakiwa waweke kwenye blacklist. Hawa ni watu ambao wanakudharau kila mara,
ni watu ambao ni wadanganyifu, ni watu ambao wanakuhamasisha kutenda mabaya. Kwa hao watu lazima waepuke. Kwa lazima uangalie, ukiwa unapitia simu zako, namba za simu zako, lazima uangalie watu ambao ni wa kuepuka, na ikibidi udelete kabisa. Watu tunaita ni blacklist. Sasa kuna kitu fulani ambacho nataka ni share na wewe. Kuna watu ambao unawahitaji, ambao ni very important, ambao ni wa muhimu sana ili kuyafikia maono yako. Mtu wa kwanza tunasema ni mentor. Mentor ni mtu ambaye ana uzoefu na kile unachofanya. Ni mtu ambaye anafanya hicho kitu. Ni mtu ambaye amefanya hicho kitu muda mrefu sana. Kwa kitu cha kwanza unachotakiwa kujua kwamba utafute pia mtu anayeitwa mentor kwenye maisha yako. Ni mtu ambaye ana maarifa kukuzidi wewe. Ni mtu ambaye alishawahi kuipita njia unayoipita wewe unakotaka kwenda. Huyu ni mentor. Na by the way, mentor, kila eneo lazima la maisha yako lazima uwe na mentor. Kwenye eneo la kiroho uwe na mentor. Kwenye eneo la afya uwe na mentor. Kwenye eneo la fedha uwe na mentor. Hii itakusaidia sana. Kuna rafiki mwingine ambaye unatakiwa uwe naye, ambaye ni wa muhimu sana. Ni confident. Huyu ni mtu anayeshangilia uwezo wako, ambaye kwa kitu chochote anaweza kukusaidia kitu chochote ukiwa unapitia changamoto fulani, au anaweza akakusaidia kutimiza malengo yako. Mara nyingi watu wanaita ni confident. Na hili kundi mara nyingi wanaingia kwenye ile kundi ambalo tumeliona ni best friend forever. Watu ambao ni wa muhimu kabisa, ambao ni wa karibu sana. Lakini pia kuna yes friend. Hawa ni watu wanaokukubali. Mtu ambao unatakiwa uwe nao pia ni watu ambao wanakubali uwezo wako, ni watu ambao wanashangilia uwezo wako. Hawa pia watu unakuwa uwe nao. Lakini pia kuna mtu ambaye ni wa muhimu sana, anaitwa truth teller. Huyu ni mtu ambaye anakukosoa sio kwa ajili ya kubomoa, bali ni kwa ajili ya kukujenga. Ni mtu wa muhimu sana. Usiwe tu na mtu anayekukubali, anayeshangilia uwezo wako, ukakosa mtu ambaye ana uwezo wa kukukosoa na kwa ajili ya kukujenga ili ufike unakotaka kwenda. Ni watu wa muhimu sana. Lakini pia unahitaji watu ambao wana maarifa, ambao ni expert kwenye eneo fulani ambalo wewe huna. Kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, unahitaji mtu ambaye ni wa TRA. Hiyo ni connection, lazima uijue. Unahitaji mtu ambaye pengine ni watu wa masoko, watakusaidia. Na lazima utafute pia ambao ni authoritative, knowledgeable expert persons. Ni watu wa muhimu sana, wanaweza kufikisha sehemu fulani. Lakini unahitaji watu wanaoitwa networker. Sehemu yoyote unayotaka kuingia, kuna mtu fulani ambaye huwa tunaita ni divine connector. Ni mtu ambaye anaweza kukuunganisha kwa haraka sana kufikia sehemu fulani. Kwa mfano, ukitaka leo kumtafuta waziri mkuu, kuna kajamaa tu kapo hapo ambako mara nyingi watu tunaita ni divine connector. Huna haja ya kumtafuta yeye kama yeye, lakini ukikapata ni rahisi sana kukuunganisha na ni rahisi sana kukuelewa waziri mkuu. Watu tunaita ni divine connector. Na mtu wa mwisho ambao unatakiwa kuwa nao kwenye hii tunaita ni power. Watu wenye power and authority ni watu wa muhimu sana, watu wenye mamlaka. Kwa mfano, inaweza ikawa ni watu wa ulinzi. Unatakiwa uwe nao, uwe na rafiki ambaye yupo kwenye mambo ya ulinzi, kuna siku atakusaidia. Inaweza ikawa ni watu ambao wana mamlaka, kuna siku atakusaidia. Kitu ambacho cha msingi sana. Nimeshare vitu ambavyo ni vya muhimu sana. Mungu akubariki sana.